kulinda moyo dhidi ya hatia. Hii ndio ile dirii ya haki kifuani ambayo nilisema nitaielezea hapo baadaye. Silaha ya pili ni dirii ya haki. Katika lugha ya mkoloni ameita breastplate. Kifuani ndipo penye moyo na viungo muhimu vya uhai. Silaha kubwa na hatari ambayo shetani anaitumia kushambulia moyo ni hatia. Zingatia vizuri hii sentensi. Moyo unashambuliwa na hatia. Kumbuka tunaongelea kiroho. Kwa hiyo hii viungo vinatumika katika lugha ya mfano tu. Anasema dirii ya haki ivaliwe kifuani. Kwa nini? Hapa tunalinda moyo usije ukashambuliwa. Tunalinda mapafu pia. Kwa kuna viungo muhimu vya uhai hapa. Pafu lako likishambuliwa utashindwa kupumua. Moyo ukishambuliwa hutaweza kupampu vizuri damu. Kwa hiyo kiroho pia iko hivyo hivyo. Sasa kwa nini anasema kwamba tuvae dirii ya haki kifuani? Tunasema hivi, shetani anapokuletea wazo, wewe ni mchafu, umekosea sana, hufai kuomba, Mungu hakusikii, analenga kutoboa moyo wako ili ukate tamaa na uache kupigana. Hapa ndipo unahitaji dirii ya haki. Relax kidogo hapo unanisikiliza. Hii nataka Roho Mtakatifu kusaidia uweze kuimeza vizuri. Anatumia hatia ili kukushambulia. Kwa nini inaitwa dirii ya haki? Haki ni kitu kimetendwa kwa usahihi. Ndio maana ya haki. Huyu mtu ni mwenye haki, ina maana hana makosa. Kwa nini inaitwa dirii ya haki kifuani? Ni kuvaa kitu ambacho kinakutangaza kwamba huna makosa. Sawa sawa? Unakivaa kwenye kifua, kimeandikwa huna makosa. Kimeandikwa kwamba wewe hujatenda dhambi. Kiukweli shetani ana kumbukumbu ya dhambi zako. Hata unavyonisikiliza umezikumbuka dhambi hizo. Hoja ya msingi ni hii. Je, uliungama? Ulitubu? Kama ulimwomba msamaha Mungu, Mungu anasema kama vile mashariki na magharibi visivyokutana, na dhambi zenu sitazikumbuka kamwe. Kwa hiyo dhambi yoyote ambayo ulimwambia Mungu akusamehe imefutwa na haikumbukwi tena. Wewe ndiye ambaye unaikumbuka bado. Kwa hiyo shetani anajua udhaifu wako ya kwamba unakumbuka hivi vitu. Ndio maana anatumia hatia kutoboa moyo na mapafu yako ya rohoni. Kwa hiyo anatumia lugha zifuatazo. Hii ni mfano tu wa lugha ambazo anazitumia. Shetani anapokuletea wazo, wewe ni mchafu, umekosea sana, hufai kuomba, Mungu hakusikii, analenga kutoboa moyo wako ili ukate tamaa na uache kupigana. Unaanza kunielewa sasa? Mnakumbuka wakati niko kanisa la Magomeni, Dar es Salaam, kule nyumbani Tanzania. Nikawa tena kanisa la Mwenge wakati fulani. Nilikuwa nafundisha mambo kama haya. Nikawaambia vijana, kwa sababu ninajua uhalisia wa vijana. Mimi nawapenda vijana sana. Na nikiona vijana wamekuja kanisani najisikia furaha sana. Natamani vijana wetu watiwe moyo kuja kanisani. Nikawaambia vijana, kuna uwezekano mkubwa siku ya Ijumaa ulikuwa club, ukanywa pombe. Hizi ni dhambi. Sina maana kwamba nimezihalalisha, ni dhambi. Na unajua palipo na pombe na kwenda klabu, kuna kadhambi kingine kanafuata kanaitwa zina. Vinapelekana. Ni mtu na pacha wake. Kwa hiyo unajikuta kabisa hii Ijumaa hii, kwa sababu ndio wakati wa weekend inaanza, ulifanya madudu yote haya. Alafu asubuhi unapoamka una hangover ya pombe. Lakini unasikia Roho Mtakatifu anakusukuma kwenda kanisani. Shetani atatumia silaha yake ya hatia. Kwamba jana ulikuwa club, jana ulikunywa pombe, jana ulikuwa na wanawake. Alafu anakwambia leo unaenda kanisani ukiwa mchafu. Wewe ni mchafu. Ile hatia inapojaa, unajikuta kabisa, unajua leo ni siku ya Sabato, unahitajika kwenda kanisani, utajikuta automatic unaacha kwenda kanisani. Siongelea habari ya Jumamosi peke yake. Naongelea siku katikati za wiki, kuna maombi ya kawaida, kuna mikutano inaendelea katikati. Inawezekana ikawa ni siku ya Jumatano, inawezekana ikawa ni siku ya Alhamisi, inawezekana ikawa ni siku ya Jumapili, inawezekana ni siku ya Jumatatu. Kuna utaratibu wa ibada kanisani kwenu. Shetani atatumia hiyo hatia kukufanya usiende, maana anajua katika kuabudu anashambuliwa. Anajua katika kuabudu ndipo utapewa ule ushindi wa ile dhambi inayokutesa. Nami nikawaambia watu pote nilipoenda, vijana, usiache kwenda kanisani kwa sababu unajisikia hatia. Usiache kuomba kwa sababu unajisikia ni mwenye dhambi. Ndiyo, shetani huo ni mshale wake, anataka apige kwenye moyo. Usikubali. Akiurusha ule mshale ukiusikia, vaa dirii ya haki. Ni ipi hii mchungaji? Haki ya Kristo Yesu.
kwamba Yesu alitii sheria yote na haki yake akanivalisha mimi. Kwa hiyo dhambi zangu zote ambazo nimetubu hazikumbukwi tena. Nimepewa cheti, nimepewa vazi, nimepewa t-shirt iliyoandikwa hana dhambi. Mungu atusaidie sana tuweze kuelewa hii.